Kwa mwaka huu 2026 tuzo za kielimu imezingatia umahiri wa shule kwa walimu na wanafunzi katika ufundishaji na ujifunzaji, uwajibikaji na uadilifu. Hiyo ni matumaini yangu kuwa utoaji wa tuzo hizi utaenda kuinua ubora wa elimu na ufaulu kuanzia ngazi ya shule, kata, wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Hali ya ufaulu katika elimu ya msingi kwa mwaka 2025 ulizidi kuimarika kutokana na wastani wa alama 225.34 sawa na 94.74 ikilinganishwa na mwaka 2024 wastani wa 223.3 sawa na 97.32, ambapo hali ya ufaulu na upimaji wa darasa la 4 mwaka 2025 ulizidi kuimarika kutokana na wastani wa alama 208.69 sawa na wastani wa 97 ukilinganishwa na wa mwaka 2024 ambayo ilikuwa ni 221.61 sawa sawa na 97%. Kama ambavyo tumeelezwa leo, tunatambua mchango wa walimu na wanafunzi waliofanya vizuri kutoka division ya elimu msingi na awali. Nami niungane kupongeza kaimu mkurugenzi na wakuu wa idara husika kwa kuona jambo hili ni la muhimu na kuwatambua walimu hawa na watoto hawa. Kama tulivyosema, tulikuwa tunafanya kwa sekondari peke yake, lakini sasa tumeshuka mpaka elimu ya msingi na elimu ya awali. Ni jambo jema na mimi nawaunga mkono, na waheshimiwa madiwani nawapongeza kwa kulibariki. Endeleeni kuliboresha kwa kadri inavyowezekana. Ingizeni kwenye mipango ya kila mwaka kwenye bajeti zenu, wewe na kifungu ambacho kinatoa motisha kwa walimu, na mkiweza pamoja na kutoa tuzo hizi, bado tuna wajibu mkubwa wa kuboresha mazingira ya ufundishaji kwa walimu wetu, hasa kwa madarasa ya awali na shule za msingi. Madarasa ya msingi, tuna madarasa machache sana ya awali katika shule zetu za msingi. Unakuta shule ina watoto wa darasa la awali, Mheshimiwa Mbunge, 600, 400. Sasa watoto 400 au 300 wanaostahili kwenda darasa la awali kwa madarasa mawili hayatoshi, na mimi nimewapa kibali Ubungo, endeleeni kwa kazi hiyo hiyo ya madarasa ya awali, maana watoto 200 darasa la awali inaonyesha kuna kazi imefanyika. Kazi kwa watoto wametoka wapi? Kwani wakibaha hao? Maana yake pamoja na watu kukimbizana kwenye masoko, wakirudi jioni kuna jambo wanaendelea kutuongezea watoto. Kwa lazima tujipange, tuendane na kasi ya wazazi, yaani kwa sababu wenyewe wanaweka kasi na sisi tuweke kasi ya kujenga madarasa ya awali. Kwa hili mwenyekiti wa kamati, naibu meya, liangalie. Madarasa ya awali bado hayatoshi, watoto wengi wanabaki majumbani, wanachelewa kuanza kupata ile misingi ya elimu. Kwa tuwekeze kwenye madarasa ya awali, watoto watakuwa salama pia. Lakini jambo la pili, pamoja na kuboresha kwenye hilo eneo la madarasa ya awali, ofisi za walimu shule za msingi bado ni changamoto kubwa. Tuendelee kufikiria na kubuni namna ya kuboresha elimu, ofisi za walimu. Walimu kukaa kwenye korido wanafundisha, bado tunaweza tukapata matokeo haya, maana yake wanafanya kazi nzuri. Sasa sisi tunao wajibu kuhakikisha walimu wanapata ofisi. Anapotoka nyumbani, anaaga, anaenda shuleni, anaenda kazini, alafu anaishia kukaa kwenye deski, kwenye korido. Hapana. Kwanza mwalimu anasahau hata kama alishamalizaga shule, maana anaendelea kutumia darasa alilotumia shule ya msingi. Kwa kuna saa anajichanganya naye, anajiona ni mwanafunzi, kwa sababu kama darasa lingine hili alikaa miaka 7, akakaa miaka 4, akakaa miaka 3 ya chuo, alafu mpaka leo, ina maana huyo mwalimu ni extended student. Hili ni waombe
Mheshimiwa mbunge na waheshimiwa madiwani tulibebe kama ajenda, tukafute walimu kuwa kwenye korido, wapate ofisi ambazo zinaendana na hadhi yao. Hiyo ni mkakati wetu, tuchukie walimu kukaa kwenye korido. Ukitembelea shule ya msingi, shule ya sekondari, ukikuta walimu kwenye korido, chukia. Ukichukia itakusaidia kwenda kutafuta mbinu na fedha za kujenga ofisi za walimu. Lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo havihitaji kusubiri. Unakuta kuna shule ya msingi vyoo viwili vya walimu wako 52. Hapana, tukaboresha stara, walimu wawe na vyoo visivyopungua 4 angalau vya walimu. Idara ya maendeleo ya jamii na elimu, hizi idara mbili kuna namna hamzungumzi vizuri sana, kwa sababu walimu wana mikopo ya aina 3. Ana mkopo rasmi wa benki BCB, ana mkopo wa kwenye mikoba cha kikundi chake huko mtaani kwao, alafu ana mkopo wa kausha damu. Kwa hiyo unakuta mwalimu kwa mwezi ni kama anapumulia mashine. Usiashumu walimu wanajua kufundisha chake. Wajengewe uwezo kuhusu masuala ya mikopo, ili tuanze kuwakwamua wale ambao wamenasa kwenye mikopo. Kuna walimu wamefika mahali wamenasa, hajui afanyeje. Lazima tumsaidie mwalimu huyo. Hiyo ni tuzo nzuri sana kwa mwalimu, unapoweza kumkwamua kwenye mikopo ambayo inamdidimiza kila siku kwenye maisha yake. Niendelee kuwapongeza kwa dhati kabisa binafsi yangu na kwa niaba ya Mheshimiwa Kitila pia walimu wote ambao watapokea hii tuzo pamoja na wanafunzi. Walimu, mmefundisha kwa weledi mkubwa, mmeonyesha uwajibikaji mkubwa pamoja na uadilifu. Na mara nyingi, ndugu zangu, katika mazingira ambayo yana changamoto, mmefanya kazi bila kuonyesha malalamiko aina yoyote, na matokeo yenu yanajisemea na yamejisimamia yenyewe. Kwa ninyi wanafunzi ambao leo hii mnapata tuzo, hongereni sana. Mmethibitisha namna ambavyo bidii inalipa, lakini vile vile mmeonyesha nidhamu kubwa mlionayo pamoja na malengo ambayo yamezaa matunda. Kwa hakika ninyi mtaendelea kuwa mfano mzuri wa kuigwa kwa wenzenu wote mashuleni na mitaani, na kwa namna ya kipekee kabisa niwapongeze sana walimu na wanafunzi wanaotokea katika jimbo la Kibamba ambao nao ni miongoni mwa washindi wa leo. Nimeona shule ya Badei pamoja na zingine. Hongereni sana, mmetupa heshima kubwa wananchi wa Kibamba, na niwaahidi kwamba jitihada zenu hatutazisahau. Takwimu za manispaa zinatia moyo. Tunajua Ubungo ina shule za msingi takriban 244, lakini kwa kiwango cha ufaulu tuliosikia hapa cha 94% ni kiwango cha juu sana, na mmeweza kumaintain kiwango hiki kwa miaka 2 mfululizo. Na tunaamini mafanikio haya ya ufaulu huu sio ya bahati mbaya, ni kutokana na ushirikiano wa dhati ambao mnao kupitia serikali, walimu, wazazi, lakini vile vile kamati mbalimbali za shule pamoja na wadau wa elimu. Kama mbunge, nipende tukuahidi kuendelea kushirikiana na halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo, viongozi wenzangu na wadau wengine wote, ili kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya kufundishia pamoja na kujifunzia, kuona tunakuwa na madarasa ya kisasa na ya kutosha yenye hali nzuri, madawati, vitabu, vifaa vya tehama, tukitambua kwamba kupitia elimu ya watoto wetu ndio tunakuwa tumefanya uwekezaji mkubwa kuliko wote, na nitaendelea kupambana kwa upande wangu. Niendelee kuwaomba wazazi pamoja na walezi tutimize wajibu wetu wa kuwasimamia watoto wetu kwa karibu, tuhakikishe wanakuwa na mahudhurio mazuri mashuleni, lakini pia kwa upande wa majumbani tuhakikishe tunawawekea mazingira mazuri pia ya kujisomea wanapokuwa majumbani, lakini kubwa zaidi tuhakikishe tunaendelea kuwalinda na kuwaongoza waendelee kuwa watoto wenye maadili mema, tukitambua kwamba, ndugu zangu, mafanikio ya elimu ni jukumu na wajibu wetu sote. Na kwa walioshinda na hata kwa wale ambao hawakushinda, bado safari ya elimu ni ya muda mrefu, na naamini sio mwisho, wataendelea kufanya vizuri zaidi. Naomba tu niseme tukio hili linatutia moyo, linawatia wazazi moyo, linatuongezea nguvu katika elimu kusonga mbele,
linaimarisha mafanikio yetu katika utendaji wetu wa siku kwa siku katika ufundishaji na ujifunzaji. Niseme tu kwamba leo hii nimefarijika sana kuona tukio hili linafanyika kwenye kata yangu, lakini pia mgeni rasmi, kitu kilichonifurahisha zaidi, tukio hili leo ni mara ya kwanza linafanyika. Kwa hiyo niseme tu, nitumie nafasi hii kuipongeza kaka yangu Mwenduka kwa kufikiria. Mara nyingi tukio hili limekuwa likifanywa na wenzetu wa sekondari, lakini sasa tumehamia kwa elimu ya msingi. Nikupongeze sana wewe na idara yako pamoja na watumishi wote waliowaza vyema kuona sasa iko haja ya kuwaunga mkono, lakini pia na kuwapongeza vijana wetu ambao wanafanya vizuri.